Karibu kwenye utabiri wa nyota ya Jumanne tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jumanne hii ya leo jua liko katika nyota ya Simba na mwezi uko katika nyota ya Mbuzi, ukijitayarisha kuingia katika full moon ambayo itakuwa katika nyota ya Ndoo tarehe 29 mwezi wa 7. Kwa hiyo leo ni siku ambayo imebeba nishati nzuri, hasa kuzingatia malengo, kuwa na nidhamu na kuweza kufanya maamuzi ya busara. Jua likiwa katika nyota ya Simba linatukumbusha kwamba tunapaswa kuwa jasiri ili tuweze kufanya uwezo mkubwa, na mwezi ukiwa katika nyota ya Mbuzi unatukumbusha kwamba tunafaa kuelekeza nguvu kwenye kazi, fedha na mipango ya muda mrefu. Kwa hiyo kadri mwezi unavyoenda kukaribia kuingia kwenye nyota ya Ndoo, wengi wataanza kuona mabadiliko mapya, wengi wataanza kuona fursa, wengi wataanza kuona njia za maendeleo ambazo zitajitokeza. Kwa hivyo endelea kuwa na subira, epuka kufanya maamuzi ya haraka na usiruhusu maneno au wivu wa watu uweze kukatisha tamaa. Hivyo basi tenda moja kwa moja kwa kila nyota, tuone siku ya leo, Jumanne ya leo, kipi tunachokitarajia. Usisahau pia kulike, comment and share, na mwisho kabisa subscribe ina uweze kugusa kengele ili katika kila video mpya itakayokuja uweze kuwa wa kwanza kuiona. Tukianza nyota ya kwanza, nyota ya Aries au nyota ya punda, kwa wale waliozaliwa Machi tarehe 21 hadi April tarehe 19. Leo ni siku ya mafanikio kazini na juhudi zako zinaweza kutambuliwa na kukuletea heshima. Mahusiano yako yataimarika ukiwasikiliza watu wa karibu na ushauri wa wenye hekima. Ingawa kuna watu wanaokerwa na maendeleo yako, usikate tamaa kwa sababu juhudi zako ndizo zitakazokupeleka kwenye mafanikio makubwa. Nyota ya pili, nyota ya Taurus au nyota ya ng'ombe, kwa wale waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Hamu ya kujifunza na kuendeleza maarifa itaongezeka. Kwa hivyo naambiwa pia dhibiti hasira na epuka uwekezaji wa haraka bila kuchunguza. Kipato kitaendelea kuimarika na unaweza kuwafurahisha wapendwa wako. Pia fursa za fedha zinaongezeka na mtu kutoka maisha yako ya zamani anaweza kurejesha mawasiliano. Nyota ya Gemini au nyota ya mapacha ni kwa wale waliozaliwa Mei 21 hadi Juni tarehe 20. Baraka za watu wanaokutakia mema zinaendelea kukufungulia milango ya mafanikio. Uwekezaji wa zamani unaweza kuanza kuzaa matunda na hali ya kifedha itaimarika. Hata hivyo, epuka kuwapatia nafasi watu wanaoweza kuvuruga furaha yako katika kazi au mahusiano. Endelea kuwa na imani, kwani changamoto hizi ni za muda tu na zitaisha. Nyota ya 4, nyota ya Cancer au nyota ya Kaa, kwa wale waliozaliwa Juni tarehe 21 hadi Julai tarehe 22. Bidii yako kazini inaweza kukuletea kutambuliwa au nafasi mpya. Kuwasaidia wengine kutakuongezea heshima, ingawa majukumu mengi yanaweza kukuchosha. Pia kuna dalili za kuboreka kwa afya yako na unaweza pia kuanza kupanga maisha ya ndoa na utaweza kuwa na matumaini makubwa kabisa. Nyota ya 5, nyota ya Leo au nyota ya Simba, kwa wale waliozaliwa Julai tarehe 23 hadi Agosti tarehe 22. Mambo ambayo yalikuwa yamekwama yataanza kusonga mbele na kunaweza kutokea safari fupi au shughuli za kiroho ambazo zitaweza kukuletea amani. Sikiliza ushauri wa watu wenye hekima. Ikiwa biashara imekuwa ikipitia changamoto au umehisi kuna vikwazo vinavyochelewesha maendeleo yako, usikate tamaa, kwani uvumilivu wako utaanza kukuletea mafanikio. Nyota ya 6 au nyota ya Mashuke ni kwa wale waliozaliwa Agosti tarehe 23 hadi Septemba tarehe 22. Unaweza kuhisi uchovu au changamoto ndogo za kiafya, hivyo jipumzishe na epuka kufanya maamuzi ukiwa na msongo wa mawazo. Soma nyaraka kwa makini ama fomu kabla ya kuzitia saini. Ingawa husda za watu zinaweza kuchelewesha maendeleo yako, kutatokea mabadiliko mazuri ambayo yatakuletea fursa mpya. Nyota ya 7 au nyota ya Libra, nyota ya Mizani, kwa wale waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba tarehe 22. Changamoto zilizokuwa zikikusumbua zinaanza kupungua na ujasiri wako utaongezeka. Utaweza kufanya maamuzi muhimu kuhusu familia au kazi. Ikiwa unatafuta ajira, usikate tamaa kwa sababu malengo yako yanaendelea kusongea mbele. Endelea kuomba na usikubali watu wanaokukatisha tamaa wakupotezee mwelekeo. Nyota ya 8, nyota ya Scorpio au Nge, waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21.
Masuala ya nyumba na familia yatakupatia furaha, na uwekezaji unaohusiana na mali una nafsi nzuri sana kufanikiwa. Mahusiano ya kimapenzi yataendelea kuimarika. Ikiwa umekuwa na wasiwasi kuhusu fedha au ndoto zisizokupatia amani, kipindi hiki kitaisha na njia mpya za mafanikio zinaenda kufunguka. Nyota ya 9 au nyota ya Sagittarius au nyota ya mshale kwa wale waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Leo utajihisi mwenye matumaini na furaha. Fedha zilizokuwa zimekwama zinaweza kupatikana na kazi inaweza kuletea nafasi bora au cheo. Wanaotafuta ajira wanaweza kupokea habari njema. Pia matatizo ya kiafya, fedha au kazi yataanza kupata suluhisho na mafanikio makubwa yako karibu kukufikia. Nyota ya 10, nyota ya Capricorn au nyota ya mbuzi kwa wale waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Hamu ya kujifunza na kujiendeleza itaongezeka. Dhibiti hasira na epuka uwekezaji wa haraka. Kipato kitaendelea kuwa na kitakuwa na utulivu. Pia mahusiano yako yatakuwa yenye furaha. Pia kuna dalili nzuri za kazi na ongezeko la fedha kabla wiki hii kuisha, lakini kuwa makini kwa sababu kuna watu wanaokuonea wivu. Nyota ya 11, nyota ya Aquarius au nyota ya ndoo kwa wale waliozaliwa Januari tarehe 20 hadi Februari tarehe 18. Unaweza kuhisi uchovu au kuona baadhi ya mipango ikichelewa, hivyo usikate tamaa. Tafuta ushauri kwa watu wenye uzoefu kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Baraka zinaanza kuondoa vikwazo kwenye maisha yako, na baadhi yenu mnaweza kuanza biashara mpya au kukutana na mtu mwaminifu atakaye kuwa muhimu katika maisha yako. Nyota ya 12, nyota ya Pisces au nyota ya samaki kwa waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Leo utakuwa na nguvu na umakini mkubwa utakao kusaidia kukamilisha majukumu yako kwa mafanikio. Ushirikiano mzuri na wenzako unaweza kuanzisha mradi wenye manufaa, na wanaotafuta kazi wana nafasi ya kupokea habari njema. Pia kuna uwezekano wa kupata mkataba wa kazi au zawadi isiyotarajiwa ambayo itakuletea furaha. Kumbuka, huu ni utabiri wa jumla wa nyota zote. Utategemea ishara ya jua ilikuwa katika nyota gani. Je, ulipozaliwa chati yako ya kuzaliwa ikoje? Kwa hiyo huu ni utabiri ambao kila siku unapatikana kwa channel yangu ya Dr. Mwaka Global. Hivyo basi usikose kusubscribe, gusa kengele kwa kila video inapokuwa mpya uweze kuipata. Pia like, comment and share.